Mimi huwa nafurahishwa sana na nyaraka za Paulo mtume. Kwa mfano kuna mmoja akasema kwamba mwenende kama inavyostahili wito wenu. Na mfurahia Paulo mtume, yeye alikuwa ni mtu ambaye amekuwa yuko determinant. Alisema yeye hana wito wa ndoa, tena akashauri watu kwamba msiingie katika ndoa kwa pupa. Alikuwa na imani kubwa sana ya wokovu na ndio aliyoishi. Akasema kwa hivyo basi mwenende kwa kadri ya wito wenu, mwenende kwa kadri ya wito wenu. Wito ni wito tu kama mchungaji, na pia ni wito wa kichungaji. Kila mtu hawezi kuwa mchungaji, lakini pia kuna wito wa ndoa. Ndoa pia ni wito ambao pia inatakiwa ilindwe. Paulo mtume katika Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 7 anasema kwamba nimevipiga vita vizuri vya imani nimelinda, mwendo nimeumaliza. Sasa swali langu linakuja kwa habari ya wito ambao tumetiwa. Kama wewe una wito wa ndoa, kuna siku moja utafika mahali useme kwamba umeilinda imani. Kama wewe ni mke, kama wewe ni mume, unaweza ukafika mahali mbele za Mungu ukasema imani nimeilinda. Nimevipiga vita vizuri vya imani, nimepangua kushoto na kulia katika ndoa, nimefika mwisho mzuri, na tumefika mwisho mzuri na mke wangu na mume wangu salama, mwendo nimeumaliza. Mbele za Mungu natoa hiyo accountability. Kwa hiyo Paulo mtume yeye alikuwa na wito wa kumtumikia Yesu, na hapa katika Timotheo 4:7 anasema kwamba nimevipiga vita vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza. Kwa hiyo na sisi pia watu wa ndoa, Mungu atusaidie kwamba hebu tuwe waaminifu kiasi kwamba tufike mahali tunaweza kumwambia Mungu kwamba tumepiga vita vizuri vya imani, mwendo tumeumaliza. Kwa hiyo tunatoa taarifa, tunakabidhi kazi, watoto wako salama, nyumba ziko vizuri, future inaendelea. Lakini wengine wamefika tu mwezi sana, mtu anaingia ndoa mwezi mmoja ameshaondoka, ni kama ameenda kuiba. Yani ya ndoa kila kitu kina imani, kila kitu tunapoanza kinakuwa na imani. Jifunze vizuri mambo ya ndoa kabla hujaingia huko. Ndoa za siku hizi watu wanaingia akiwa anavizia pesa. Ndoa za siku hizi, hii ndoa za siku hizi ajabu sana. Kila kitu kinaanza na imani. Kwa hiyo mkianza ndoa mnaanza kwa imani. Wengine wanapoteza imani haraka sana. Kwa hiyo imani ni imani, tulinde imani ya ndoa. Lakini pia tulinde imani ya wokovu. Kuna imani ya wokovu hiyo ambayo Paulo mtume alikuwa anasema kwamba imani nimelinda. Imani ambayo alikuwa anasema Paulo ni imani ya wokovu. Nimepiga vita vizuri vya imani, mwendo nimemaliza, ni imani ya wokovu. Unapookoka kuna imani ya wokovu unaomwingilia mtu. Unapoanzisha duka pia kuna imani ya kuanzisha duka, kuna imani ya kuanzisha ndoa, kuna imani ya kutaka, yani imani. Lakini hapa Mungu atusaidie pia tulinde imani ya wokovu. Katika ndoa ikizingua, sasa imani ya wokovu hapo ni kipengele na yenyewe pia. Kwa hiyo mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Hebu tujitathmini sana. Watu wasifanye vituko kiasi kwamba akafika mahali hakuna cha kumwambia Mungu. Kwa sababu katika mambo ya ndoa shahidi ni mmoja tu ambaye shahidi wa kweli ni Mungu peke yake. Kwa ushauri wangu, kama una wito wa kufanya biashara, kafanya biashara. Maana wito wa ndoa ni kitu tofauti. Kama una wito wa biashara, kafanya biashara. Fungua kampuni, lakini wito wa ndoa ni tofauti. Una majukumu yake na lazima unaingia kwa imani. Tena imani ya ndoa, sio imani ya biashara. Ndoa sio biashara. Mtu anaingia ndoa miaka 2, 3, miezi ameshaachana, anaanza kufikiria habari ya pesa. Sasa usiingie kwenye ndoa kama unataka pesa kwenye ndoa. Pesa kwenye ndoa sio pesa. Yaani pesa zitafuta huko pembeni, kwa na maisha yake huru. Kama Paulo aliamua akasema mimi nitamtumikia Mungu sioi. Mtu anaingia kwenye ndoa baadaye anatafuta kuwa single, tafuta usumbufu umekuwa mkubwa sana. Yaani ndoa sio biashara. Mungu atusaidie, Mungu asaidie jamii hii jamani.